Kwa hivyo leo nawafundisha kwa wale ambao wanaonunua anointing oil wakiambiwa ni mafuta ya upako na ni mafuta ya kutoka kwa Bwana. Kwa sababu niliona mwanamke mmoja ambaye anajiita Natasha huko ako na mafuta ameyaweka katika pembe moja akisema sijui ameyatoa wapi. Kwa hivyo aliwaambia watu katika hilo kanisa lake mnunue kwa kiasi cha fedha fulani. Kwa hivyo kuna wale watu waliochanganyikiwa na waliopotoka na wanaodanganywa, bado wanaofundishwa uchawi na uganga ambao haiendani kulingana na maandiko. Kwa sababu mafuta ya upako ya wakati ule kulingana na kitabu cha Kutoka, tunaona kwamba venye Bwana anavyoamuru Musa ayatengeneze hayo mafuta, na akamwamuru kwamba asitengeneze mafuta aina nyingine, na hayo mafuta yasitumike kupakwa watu ambao sio makuhani. Kwa hivyo ningependa tuangalie katika maandiko jinsi ambavyo maandiko inavyotuelezea. Katika kitabu cha Kutoka 30, tuanzie katika mstari wa 22 tusome hadi mstari wa 33. Kwa hivyo maandiko inavyoelezea hivi: kisha Bwana akamwambia Mose, chukua vikolezi bora vifuatavyo: shekeli 500 za manemane ya maji, shekeli 250 za madalasini wenye harufu nzuri, shekeli 250 za miwa yenye harufu nzuri, shekeli 500 za aina nyingine ya mdalasini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, pia hini ya mafuta ya zeituni. Vitengeneze vikolezi hivi kuwa mafuta matakatifu ya upako yenye harufu nzuri. Kazi ya mtengeneze manukato yatakuwa matakatifu. Kwa hivyo Bwana alimwamuru Musa achukue hivi vikolezi 500, 250 ili aviweze kuvitengeneza mafuta ya upako. Kisha akamwambia vitengeneze vikolezi hivi kuwa mafuta matakatifu ya upako yenye harufu nzuri. Kazi ya mtengeneza manukato yatakuwa mafuta ya upako. Kwa hivyo akamwambia achukue hizo vikolezi atengeneze ili viweze kuwa mafuta ya upako. Kisha yatumie kupaka hilo hema la kukutania, sanduku la ushuhuda. Kisha baada ya kuchukua hizo vikolezi akayatengeneza kuwa mafuta ya upako. Kisha akamwambia kisha uyatumie kupaka hilo hema la kukutania, sanduku la ushuhuda, meza na vifaa vyake vyote, kinara cha taa na vifaa vyake vyote, madhabahu ya kufukizia uvumba, madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote, na sinia pamoja na kitako chake. Utaviweka wakfu ili viwe vitakatifu sana, na kila kitakachoiguza kitakuwa kitakatifu. Baada ya kuchukua hizo vikolezi na kutengeneza mafuta, Bwana akamwambia ayatumie kupaka hema la ushuhuda, meza na vifaa vyake vyote, na kinara cha taa na vifaa vyake vya madhabahu vya kufukizia uvumba, na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote, na sinia pamoja na kitako chake. Hivyo ndivyo alivyomwamuru hayo mafuta hapake hizo vitu. Kwa hivyo mstari wa 29 unasema hivi: utaviweka wakfu ili viwe vitakatifu sana, na kila kitakachoiguza kitakuwa kitakatifu. 30, mtie Aroni na wanawe mafuta na waweke wakfu ili waweze kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Kisha akamwamuru amtie Aroni na wanawe mafuta ili awaweke wakfu ili waweze kumtumikia kazi ya ukuhani. 31, waambie Waisraeli, haya yatakuwa mafuta matakatifu ya upako kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo haya mafuta Musa aliambiwa yatengeneze, ilikuwa ni ya Waisraeli peke yake, haikuwa ya watu wa mataifa, kwa sababu watu wa mataifa hawakuwa wanajua kwamba kuna Mungu wala kuna Mungu duniani. Wao hawakuwa wanajua hilo, ila Mungu alikuwa ni Mungu wa Israeli peke yake.
Kwa hivyo mstari wa 32 nasema, usiyamimine juu ya miili ya wanadamu, wala usitengeneze mafuta ya aina nyingine kwa utaratibu huu. Ni mafuta matakatifu na ni lazima muyaone kuwa matakatifu. Mtu yoyote atakayetengeneza manukato kama hayo, na yeyote atakayemimina juu ya mtu yeyote si kuhani, atakataliwa mbali na watu wake. Kwa hivyo baada ya kutengeneza mafuta, aliambiwa usiyamimine juu ya miili ya wanadamu, wala usitengeneze mafuta ya aina nyingine kwa utaratibu huu. Kwa hivyo aliamriwa wasitengeneze mafuta ya aina nyingine. Alafu ni mafuta matakatifu na ni lazima muyaone kuwa matakatifu. Kwa hivyo haya mafuta akaambiwa ni matakatifu na ni lazima kila mmoja yaone kuwa ni matakatifu. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kutengeneza mafuta ya aina nyingine kama haya. Hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kupakwa ambaye sio kuhani. Kwa hivyo wachungaji wa sasa nashangaa walitoa hayo wapi? Mafuta wanaowauzia, wanaowaambia haya mafuta kunywa. Wengine mmeuziwa mafuta ya kupika, eti wameyaombea. Wengine mmeuziwa uchafu, mmekuja uchafu. Wengine wameuzia maji, wameandika karatasi hapo, sijui kanisa gani, wamewauzia vitambara. Mmekula uzi, mmelala nazo tusiwazaidie. Yani wamewauzia masanamu, yani wanafundisha uchawi, kwa sababu hawa ni wana wa shetani, ni waganga tu, wanawafundisha uganga. Na pia nyinyi mmefuata hiyo uganga, mnanunua mafuta ya kupika, mnadanganya ni upako. Wengine wametengeneza hadi nguo zao, wameandika majina zao, wanawaambia hizi ukivaa mchawi hawezi kuona. Na watu tu kwa sababu ya upuzi tu wamenunua hizo nguo. Wengine ni stika, unaambiwa hiyo stika iweke katika nyumba yako, katika mlango ya nyumba yako, katika biashara yako. Wameweka katika biashara, wameweka katika nyumba zao. Yani hao watu wamefundisha uchawi, uganga. Wamekataa kusikiliza maandiko jinsi ambavyo yanavyofundisha. Kwa hivyo maandiko inasema hivi, wasitengeneze mafuta ya aina nyingine kwa njia hii, na wasipake mtu yote ambaye sio kuhani. Mtu yeyote asitengeneze manukato kama haya, na yeyote atakayemimina juu ya mtu yeyote ambaye sio kuhani atakataliwa mbali na watu wake. Kwa hivyo maandiko inatuelekeza kwamba hakuna mafuta inayoweza kutengenezwa tena. Kwa hivyo kwa wale wachungaji wanaowachanganya, wanaowaambia etieni mafuta ya upako, hiyo ni uongo. Hebu tuone katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili 1 mstari wa 21. Wakorinto wa pili 1 mstari wa 21, ambapo maandiko inasema hivi: basi ni Mungu atufanyie sisi pamoja nanyi kusimama imara katika Kristo, ametutia mafuta. Basi ni Mungu atufanyaye sisi pamoja nanyi kusimama imara, ametutia mafuta. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetutia mafuta. Hakuna mwanadamu wakati huu wa Kristo Yesu aliyeruhusiwa atengeneze mafuta ya upako. Kwa hivyo mimi nashangaa hizo mafuta mnaotembeza na mapembe zenu mnatoa wapi kama nyinyi sio waganga? Mafuta mnayoyauza mkisema ni mafuta ya upako mnayatoa wapi kama nyinyi si waganga? Na uchawi mnafundisha watu eti mkiyaweka katika nyumba zenu, mkijipaka, mkikunywa, wengine stika, wengine ni maji, wameambiwa ni mafuta, ni maji ya upako, vitambaa wameuziwa. Yani wanafanyishwa mambo ya ujinga kabisa. Kwa hivyo tunaona Mungu ndiye anayetia watu wake mafuta, wale wanaomwamini. Kwa hivyo huwezi ambie eti niliota Mungu akaniambia mimi mchungaji akanipa mafuta. Hii ni wapi? Hiyo ni wizi. Hiyo ni biashara labda uko nao. Kwa hivyo mafuta tumeambiwa kwamba Mungu ndiye anayetupaka
mafuta. Kwa hivyo tuangalia katika kitabu kingine kilicho katika Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza 2, First John chapter 2 verse 20, mstari wa 20, ambao unasema hivi: lakini ninyi mumetiwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi nyote mnaijua kweli. Lakini ninyi mumetiwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi nyote mnaijua kweli. Kwa hivyo tumetiwa mafuta na Kristo Yesu. Hatujatiwa na mafuta na mtu yeyote, na mwanadamu yeyote wakati wa Kristo Yesu. Kwa hivyo tunatiwa mafuta na Mungu, tumetiwa mafuta na aliye mtakatifu. Kwa hivyo hatuhitaji watu kutufundisha kuhusu mafuta ya upako. Hatuhitaji watu kutupaka mafuta sisi tulioamini Kristo. Kwa wale waliopotea na wao fundisho uganga, hao ndio wanaopakwa mafuta ya uchafu, ya ujinga, ya kukula, ya uchawi, wakisunguka na mapembe wakituambia sasa ni wakati wa yule Samueli. Hapana, sasa ni wakati wa Kristo. Tunaelewana kabisa. Kwa hivyo wale watu wanaonunua mafuta wote, jua nyinyi mnapotea, mko katika njia ya utumwa, mko nyinyi watumwa wa dhambi hadi wakati huu. Hebu tusome katika mstari wa 27 huu tu katika hiki kitabu cha Yohana wa kwanza, First John chapter 2 verse 27, ambapo maandiko yanasema hivi: nanyi upako mlioupata kutoka kwake unakaa ndani yenu, wala ninyi hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Lakini kama vile upako wake unavyowafundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli wala si uongo, basi kama ulivyowafundisha kaeni ndani yake. Nanyi upako mlioupata. Kwa hivyo upako tulioupata unakaa ndani yetu. Tunaelewana vizuri? Maandiko yanasema kwamba nanyi upako mlioupata kutoka kwake unakaa ndani yenu, wala ninyi hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Kwa hivyo hatuna haja ya mtu yeyote kutufundisha kuhusu upako, kulingana na maandiko. Kwa hivyo nyinyi mnao kunywa mafuta ya kupika, mafuta ya taa, hata wengine wanauzia ni diesel ya gari, mkunywa wanaambia hii mkipaka eti majini akisikia hezi. Hiyo ni ujinga bwana. Hakuna kitu kama hicho. Ni watu wanaokaa katika hiyo ujinga. Ndio maana wanadanganya, wanaambia ni mafuta ya upako, hiki ni kitambara, ukilala nacho mapepo hezi. Hiyo ni uongo. Kwa hivyo maandiko yanasema hatuhitaji mtu yote kutufundisha kuhusu mafuta ya upako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayo mafuta yanakaa ndani yetu. Kwa hivyo nanyi upako mlioupata kutoka kwake unakaa ndani yenu. Kwa hivyo upako tulioupata kutoka kwa Mungu unakaa wapi? Ndani yetu. Wala ninyi hamna haja ya mtu yote kuwafundisha. Sisi hatuna haja, kwa wale walioamini, hatuna haja ya mtu yote kutufundisha kuhusu mafuta ya upako kulingana na maandiko. Lakini kama vile upako wake unavyowafundisha, kama vile upako ule tulioupokea unavyotufundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli wala si uongo, basi kama ulivyowafundisha kaeni ndani yake. Kwa hivyo sisi hatuhitaji kufundishwa juu ya upako. Upako tuliopokea kutoka kwa Mungu Baba unakaa ndani yetu, tuliopokea kutoka kwa mtakatifu ambaye ni Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo unakaa ndani yetu. Kwa hivyo kwa wale wanaodanganywa na kufundishwa kuhusu upako, umefundishwa uganga, angalia venye watu wanauzia maji, angalia venye huyo Manyuru anavyowauzia mafuta, anavyowauzia mafuta pale, angalia venye huyo Ezekiel anavyowauzia maji na vitambara akiwaambia zitawasaidia. Wamewafundisha uganga, angalia venye huyo Manyuru vya anauzia mashati zao zimeandikwa sijui ni JTM, akiwaambia hizi ukivaa, haya mafuta ukiyatumia, haya maji ukiyatumia, hizi stika ende weke kwa mlango wako, hizi stika ende weka katika kazi yako, wachawi watakimbia. Hao watu wanawapa tu sanamu ambato mnaamini, mnakosa kuamini Mungu. Sasa roho zenu zimekuwa ngumu, mmekuwa wagumu na hamtaki kabisa kuamini Kristo Yesu ambaye ndiye mkombozi aliyetukomboa katika dhambi, kutoka hiyo ujinga ya kudanganywa ni mafuta alitokoa kutoka huko. Kwa hivyo
neema ya Kristo Yesu iwe na wale wote watakaosikiliza ujumbe huu na kumwamini Bwana wetu Kristo aweze kuwaweka huru kutoka ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo Mungu ndiye anatia watu mafuta. Wakati wa Kristo Yesu hatuhitaji kupakwa mafuta na mapembe na hao watu wanaodanganya. Kwa hivyo amani ya Kristo aje iwe nanyi nyote wale mnaosikiliza ujumbe huu. Asanteni sana.